Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu. Nakukaribisha jioni ya leo ukaweze kubarikiwa. Naitwa Pastor Collins. Tunapatikana hapa Huruma, mtaa wa Huruma katika mji wa Eldoret. Nataka tukashiriki na wewe ujumbe mfupi jioni ya leo. Unaweza kuinuka tena. It's possible with God. Nataka tuangalie katika Yohana sura ya 11 aya ya 38. Maandiko inasema ya kwamba then Jesus deeply moved again came to the tomb. It was a cave. A stone lay against it. Jesus said, "Take away the stone." Mother, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead for 4 days." Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believed, you will see the glory of God?" Now, neno kubwa hapa ni kwamba kama ukiamini, unaweza inuka tena. Watu wengi, mtazamaji, wamejaribu kuinuka lakini wanashindwa. Ni kwa sababu wanajaribu kwa nguvu zao, wanajaribu kwa bidii yao, wanajaribu kwa sababu wako na biashara, wanajaribu kwa sababu wako na watu ambao wanawatumainia. Lakini maandiko yanatuambia kwamba Yesu Kristo akamwambia Martha, "Je, sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu?" Na nimekuja nikwambie jioni ya leo ya kwamba hakika unaweza inuka tena. Haijalishi umeanguka mara ngapi, haijalishi umeshindwa mara ngapi, haijalishi ni mambo yapi ambayo yanakusumbua wewe kama Mkristo, haijalishi ni hali gani ulio ndani. Jioni ya leo nimekuja nikutie moyo na nikwambia kwamba unaweza inuka tena. Ingawa Martha na Mary walikuwa wamekata tumaini, walikuwa wamepoteza tumaini ya kwamba inawezekana, walikuwa wamekata tamaa ya kwamba inawezekana tena, na wakaona ya kwamba baada ya siku 4 ndugu yao Lazaro hangeweza kufufuka tena. Waliamini ya kwamba baada ya siku 4 haiwezekani. Kuna uwezekano katika hali yako. Umekaa miaka mingi, labda ni ndoa yako, labda ni mme, labda ni mke, unatafuta ndugu haujapata miaka mingi, labda ni mme unatafuta dada hujampata miaka mingi, labda ni biashara umejaribu kufanya na haiuoni faida yake. Nimekuja nikutie moyo jioni ya leo ya kwamba unaweza inuka tena. Yesu akamwambia Martha, "Nimekuambia ukiamini utaona utukufu wa Bwana." Nami nimekuja nikutie moyo na nikwambia kwamba ukiamini jioni ya leo utaenda kuona utukufu wa Bwana kwa hiyo maisha yako. Utaenda kuona utukufu wa Bwana kwa hiyo jamii yako. Utaenda kuona utukufu wa Bwana katika mipango yako. Utaenda kuona utukufu wa Bwana katika lolote lile ambalo unafikiria limekufa na haliwezi fufuka tena. Watu wanaweza kuwa wanafikiria kwa sababu umebaki mjane hauwezi inuka tena. Labda watu wanaweza kuwa wanafikiria kwa sababu wewe ni muuni huwezi inuka tena. Huenda watu wanaona kwa sababu umefunga biashara, kazi imesorota ama biashara imeharibika, huwezi inuka tena. Nimekuja nikutie moyo na nikwambia kwamba ukiamini kwa hiyo kidogo, maandiko yanasema ya kwamba utainuka tena. Biblia inaniambia kwamba katika Ayubu ya kwamba kunalo tumaini ya kwamba mti ukikatwa utachipuka tena. Kwa umande wa asubuhi, mizizi yake ijapopotelea kwenye ardhi na udongo na kuzamia kule, kwa umande itachipuka tena. Nami nimekuja nikutie moyo, mtu wa Mungu, ya kwamba unaweza ukainuka tena. Unaweza ukainuka tena. Haijalishi mipango yako umepanga ikipotelea miaka mingapi. Huenda kuna vitu unajaribu kuanzisha vinaanguka. Huenda kuna mambo unajaribu kufanya hayaendi sawa. Nataka nikupe mfano wa mtoto mchanga. Anapozaliwa anakuwa ni mtoto ambaye hata ukiangalia ni kama hatawahi tembea, lakini baada ya muda mrefu ama muda mfupi unaona mtoto huyu anaanza kujaribu kuguzaguza vitu, anasimamia kwenye viti, anasimamia kwenye meza, anashika pale runinga anaangusha, anashika pale labda ni ufa anaangusha, anashika vitu anaangusha. Mwisho huyu mtoto huweza kutembea na hata ukamtuma. Nami nimekuja nikutie moyo, usikate tamaa.
Usichoke mpendwa. Kuna vitu vinakusumbua, kuna mambo unapitia na unaona hata sasa hauna sababu yoyote ya kuishi mjini. Labda ni wewe ndugu yangu, nasungumuza na wewe jioni ya leo, unasema sasa maisha ya mjini yamenizidi ama yamenishinda, nataka nirudi mashambani. Nimekuja nikutie moyo ya kwamba jaribu tena, maana Biblia inasema kwamba majaribu yanapokuja, Bwana hufanya na mlango wa watu wake kuokoka. Jioni ya leo labda unang'ang'ana ni kwa sababu hujampokea Yesu Kristo. Nimekuja nikutie moyo na nikwambia kwamba huu ndio wakati wako wa kupeana maisha yako kwa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huenda unateseka ni kwa sababu haujapeana maisha yako kwa Yesu, ndio maana mambo imekuwa magumu. Unajua, wakati mwingine tunapohubiri unasema ya kwamba mchungaji, nimejaribu lakini mambo hayaendi sawa. Huenda ni kwa sababu haujapeana maisha yako kwa Yesu, huenda ni kwa sababu hujajisalimisha kwake. Ndio maana vitu havifanyiki vile unavyotaka, ndio maana mambo yamekuwa magumu, ndio maana mambo yamekuwa mazito. Mpendwa, unang'ang'ana, unajaribu kufanya hili halifanyiki, unajaribu kufanya lile lingine inakuwa ni vigumu, unajaribu hata kuanzisha biashara na mtaji uko naye ya kutosha, lakini bado unapata kwamba ni hasara tupu unapata. Nimekuja nikutie moyo na nikwambia kwamba unaweza ukainuka tena iwapo utaamini na kusalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo. Jioni ya leo nataka niombe nawe msikilizaji wangu, mtazamaji wangu ambao unanitazama jioni ya leo, nataka nikutie moyo na niombe na wewe ya kwamba kama haujapeana maisha yako kwa Yesu Kristo, huu ndio wakati wako. Kama haujasalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo, huu ndio wakati wako. Mambo haya ambayo tunayazungumzia yanafanyika kwa watu ambao wamesalimisha maisha yao kwa Yesu Kristo na kumpokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na wewe uko pale nyumbani unanitazama na haujui ufanye nini. Wewe uko pale kazini unanitazama na haujui ufanye nini. Nimekuletea ujumbe huu ili kusudi wewe naye uyapeane na kusalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo, naye maisha yako hayatabaki ya kawaida. Wokovu wako hautabaki wa kawaida, hali yako haitabaki ya kawaida. Haijalishi ni miaka mingapi umepoteza. Hiyo miaka yote ambayo umepoteza kwa udini, hiyo miaka yote ambayo umepoteza kwa ukafiri, hiyo miaka yote ambayo umepoteza kwa raha na anasa, Bwana anaweza akakuinua tena. Biblia inasema hivi ya kwamba nitakurejeshea miaka yote iliyoliwa na nzige na madumadu. Nitakurejeshea miaka yote ambayo ulipoteza. Bwana Mungu ndiye anasema, na mambo haya anapoyasema, anasema kwa wale ambao wameokoka na wamempokea na amefanyika kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Wewe kijana uko pale unanitazama na unasema huyu mchungaji anaongea mambo gani? Nimekuja nikwambia kwamba unaweza ukainuka tena iwapo utasalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo, naye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jambo hili ni rahisi tu namna hiyo. Biblia inasema ya kwamba kwa kukiri kwa kinywa mtu hupokea wokovu, naye kwa kuamini yeye anapokea haki, anakuwa mwana kwa njia ya haki. Kwa hivyo jioni ya leo, mtazamaji wangu, sijui umefika wapi. Uende umefika mahali unataka hata kujitia kitanzi. Uende umefika mahali hata unataka uharibu maisha yako kabisa kwa sababu ya anasa. Labda ni mpenzi amekuacha, labda ni rafiki wamekupotezea muda wako, labda ni vitu ambazo ukiangalia umegharamikia vitu vingi. Wakati mwingine unatumia pesa yako nyingi kupanga mipango na kuweka mikakati, lakini unapata mambo hayatokei sawa. Nimekuja nikutie moyo na nikwambia kwamba unaweza inuka tena. Chukua hicho ulicho nacho, inuka tena. Biblia inasema ya kwamba Paulo na Sila wakamwambia yule mtu aliyekuwa pale kwenye lango, wakamwambia, fedha wala dhahabu hatuna, ila tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu inuka na uende. Mtu huyu kwa imani vifundo vya miguu yake vikanyoroka, naye akapata nguvu na akaingia hekaluni pamoja na kina Paulo na kina Sila, akirukaruka na kumsifu Mungu. Mpendwa, usipoteze muda wako kwa raha na anasa. Usipoteze muda wako kwa vitina dada. Usipoteze muda wako kwa ukahaba dada. Usipoteze muda wako ndugu kwa wachawi na waganga. Muda huu ambao umesalia ni wako wewe kujisalimisha kwa Yesu Kristo ili aweze kubadilisha maisha yako. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akaamuru na jiwe liondolewe. Wakasema ya kwamba la Bwana, siku hizi 4 kutakuwa na harufu mbaya, kutakuwa na uvundo.
haiwezekani. Yesu akamwambia, mkiamini mtaona utukufu wa Bwana. Na ukiendelea kusoma mstari, maandiko yanasema kwa aya ya 40, Yesu anaambia kwamba, did I not tell you, if you believed you will see the glory of God. So they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Wakati waliondoa jiwe, Yesu Kristo akaona huzuni, kwa sababu ndugu huyu alikuwa rafiki yake, alikuwa mtu wa karibu, na sasa walikuwa wamemzuilia. Lakini wakati walitoa lile jiwe, Yesu akaamuru neno hili ambalo nataka nimalizie nikisema ya kwamba Yesu akasema ya kwamba, Lazaro, toka nje. Nami nimekuja nikwambia kwamba ndugu yangu, toka kwa vitina, toka kwa masengenyo, toka kwa raha, toka kwa mambo ambayo hayawezi kukusaidia hata kidogo, toka kwa mambo ambayo hata ukiyafuata hayawezi kukusaidia. Ni kwa sababu umejaribu kuyafuata miaka mingi, lakini hakuna faida umewaiona. Umefuatana nao waganga miaka yako yote, umeuza ng'ombe ukiwapelekea pesa, umechukua mali yako yote ukiwaaminia, lakini ni hasara siku zote umekuwa ukipata. Unafanya biashara yako, pesa unayopata unawapelekea, wanaendelea kuongezea mairisi, sio kwa mikono umefunga, sio kwa hilo duka umeweka, na bado hakuna faida unapata. Leo nimekuja nikushauri na nikwambia kwamba ondoa hayo ndio mawe ambayo Yesu aliamuru iondolewe. Hayo ndio mawe. Yesu akasema, ondoeni lile jiwe. Nami nimekuja nikwambie, ondoa hiyo irisi. Hiyo ndio inazuia wewe kukutana na muujiza wako. Ondoa hiyo madawa umepewa, dada yangu, hiyo ndio inazuia muujiza wako kwa hiyo amani ya ndoa. Ondoa hiyo vituko, ondoa hiyo sarakasi, ondoa hiyo madawa, ondoa hiyo mazingaumbwe, choma hiyo vitu. Upeane maisha yako kwa Yesu Kristo, naye atakuokoa, naye atakukomboa, naye atakufanya kiumbe kipya. Nawe utakuwa mtu uliyebadilika, nawe utakuwa mtu ambaye umeokolewa, nawe utakuwa mtu ambaye umebarikiwa. Watu wengi wameng'ang'ana maishani kwa sababu hawajapeana maisha yao kwa Yesu Kristo. Wanafikiria pesa zao zitawaokoa. Watu wengi wameshindwa maishani kwa sababu walitumainia vitu ambavyo mwishowe viliwapatia aibu. Na leo nimekuja nikwambia kwamba mpendwa, ukisalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo, unaweza ukainuka tena. Amini tu hapo ulipo tunapoomba jioni ya leo. Amini tu kwa hicho kidogo. Amini tu kwa hiyo hali yako ya kwamba ninaenda kuinuka tena. Hata kama wamekucheka, hata kama wamekusahau. Daudi alikuwa amesahaulika. Wanamuona mtu asiyefahamu, chunga kondoo tu, lakini kupitia yeye Israeli iliweza ikapata ushindi tena. Kupitia yeye Sauli aliyekuwa mfalme alipata ushindi tena. Nami nimekuja nikuambie kwa jina la Yesu utapata ushindi. Wewe ambaye hujaokoka, sema umbili baada yangu na kisha utapata wokovu. Sema tu, Bwana Yesu, siku ya leo nimekuja mbele zako, nimejitambua kwamba mimi ni mtenda dhambi na nimejipeana mikononi mwako. Naomba unisamehe makosa yangu na ufute majina yangu katika kitabu cha mauti na hukumu. Andika majina yangu katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo najisalimisha mikononi mwako. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nami nitakufuata kwa jina la Yesu, amen. Kama umefanya umbili, basi tafuta kanisa lililo karibu na wewe. Kama uko maeneo ya Huruma, tunakukaribisha pale Everlasting Christian Church. Tunapatikana Sungura kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3:30 hadi mida ya saa 7, na kisha saa 7 hadi saa 8 tuna kipindi cha maombezi kwa wenye mahitaji. Na pia kama uko maeneo hayo ya mji wa Eldoret, unaweza ukatembelea kanisa linalomhubiri Yesu Kristo, ambalo limeweka misingi yake kwa neno la Mungu, na maisha yako yataendelea kulelewa pale na utakuwa mtu ambaye umebarikiwa. Zaidi ya yote, nataka niombe na wewe ambaye umeokoka ndio, lakini mambo hayaendi sawa. Umeokoka lakini bado unang'ang'ana, unaona ni kana kwamba wokovu hauna faida, na kutangazia ukainuke tena. Baba, katika jina la Yesu namkabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako. Naomba ukamkumbuke katika hali anayopitia. Naomba ukamkumbuke kwa changamoto zote alizo ndani. Bwana, ukamuinue tena. Kumbuka huyu dada, ukamuinue tena. Kumbuka huyu ndugu, ukamuinue tena. Inua biashara yake, inua kazi ya mikono yake, inua Bwana nyumba yake. Amefika katika ukingo na anaona kana kwamba bila wewe hawezi tena. Baba, nimekuja kumpeana mikononi mwako, ukamuinue tena.
inua biashara yake, inua kazi ya mikono yake katika jina la Yesu. Asante kwa maana Baba umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Mtazamaji wangu, Bwana akubariki, Bwana akutende mema. Kuanzia siku ya leo wewe umeinuka tena. Amini tu, baada ya kipindi hiki wewe ni mbarikiwa na wewe ni zaidi ya mshindi. Shalom, shalom. Nambari yangu ya simu ni 0714830245. Shalom.